Kutafuta ufalme. Utafute ufalme wa Mungu. Hauji hivi hivi, huja kwa kutafutwa. Kwa hivyo huja kwa bidii. Alright? Ni kama mali, haiji kama umelala mpaka uitafute. Ufalme wa Mungu ni kama mali, huwezi lala ikaja mpaka utafute. Utafute kwa udi na ubani wanasema. Na utafutwaje? Utafutwa kwanza kwa kuamini, pili kwa kufanya kazi ya imani. Kuna kuamini na kufanya kazi ya imani. Kazi ya imani ni kuaminisha wengine. Kama sasa tuna ndugu yetu mgonjwa hapa, brother Kirui. Nikimaliza hapa nitaenda kufanya kazi ya imani. Nitamuombea na atapona. Nawaambia ukweli. I have no doubt. Sababu mimi mwenyewe najua. Namjua niliyemwamini na kusadiki kwamba aweza. Naamini. Hiyo ndio kazi ya imani. Ni kueneza injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Wangapi mko tayari kwa hiyo maneno? Changamoto ya kwanza mdili nayo. Mwache kuwa watu wa midomo, muwe watu wa moyo. Neno la Mungu liingie moyoni. Ukisema latoka kwenye moyo wako. Alright? Waweza waambia watu jinsi wanafaa kuamini na wewe mwenyewe uamini. Kuambia watu rahisi sana. Lakini kufanya wewe mwenyewe ndio ngumu. Na niwaambie ni ngumu sana, sababu paka uwe yatoka moyoni. Sisi hapo wachache hivi tukaamua na kuamini kabisa kwamba tutachangia hii welfare iwe kubwa. Itakuwa. Lakini ukisema tunataka tu iwe kubwa, haitakuwa. Mpaka tuamue tuichangie iwe kubwa. Na mimi nimefanya kila kitu. Lazima niseme nimetengeza environment hii, mahali pa kukaa, si ndio? Hiyo ndio shida kubwa ya welfare. Hawana mahali tumetengeneza. Alright? Nimejitoa muhanga. Hii ni nyumba kama ile. Hii ni nyumba yangu pia. Nimejitoa hapa. Badala ya kujenga nyumba ya kukodisha hapa, nikasema iwe ni kazi ya Mungu. Nikaitia tiles. Nikaweka mabati. Nikaweka stima. Nikaweka mafeni haya. Mtu mmoja. Kwa sababu nilipojaribu kufanya mchango wa mara nyingine ilishindikana. Na mimi sipendi kuchelewa. Nikaona wanachelewa. Nikasema kuna kitu nataka kufanya. Brother, unaona vile nafanya? Kabla sijaanza kujenga pale. Sasa nikufundishe leo. Kabla sijaweka msingi pale. Ile pesa nilikuwa nayo ya kujenga pale, nilisema najenga hapa kwanza. Alright? Nikasema najenga hapa kwanza. Nikimaliza hapa ndio nitaenda kule. Ndio maana kule kabla hujamaliza kujenga nishalipwa. Nani ameona mtu akijenga nyumba hajamaliza kujenga wapangaji washalipa? Nani ameona hivyo? Muulize brother hapa. Sababu nilisema hiyo pesa ilikuwa ndio hiyo pesa ile ilikuwa ndio hii. Lakini nikasema baada iende huko kwanza, ianzie wapi? Kwa hii welfare ya Mungu. Nikaja kwa welfare ya Mungu, kumaliza tu welfare hii, kufika hapo chini. Kila kitu kiliungana laini hivi. Laini mpaka saa hizi nyumba huwezi pata na hazijamaliza kujengwa. Kweli kijana uongo? Nina pesa mfukoni hapa za watu ambao hawajua ataingia lini, lakini wameamini ili hii mambo niliyofanya hapa nipate pesa zirudi kwenda huko. Au wanachangia nijenge huko kama ile nilitoa hapa wamechanga. Yes. Hata mimi kazi yangu isilale kwa sababu ukosefu wa pesa. Wateja sisi wajue kitu gani, hata simu zinajaa tu. Hata usiku unamwambia biangu usichukue simu yenu ya nyumba. Kwani hiyo nyumba peke yake liko jamani, sio peke yake, nyumba ni nyingi. Tumelipa mpaka mimi nashangaa kabisa. Ushahidi yuko hapa. Na yule brother pale. Sio wajenga nyumba ambao wote watalipia. Umewekwa pressure na wale ambao washalipa tayari, wamelipa miezi 3.
Yaani hawalipi mwezi mmoja, miezi mitatu. Anaambiwa hii haijakuwa tayari, sema mimi nalipa, alafu anamfuata anamwambia fanya haraka nyumba yangu iwe tayari. Kwa sababu vile Mungu anajua yeye hii kazi hii ilisimamishwa, ndio hii kwanza yangu isimame iendelee. Kwa vile yangu imeendelea, ile roho iliyofanya iendelee, nitaitumia nguvu zangu huko chini sasa ajue mimi niko. Yes. Praise be to God. Hayafanyiki hivi. Ufalme unaingiwa kwa nguvu. Na ukiwa mchoyo kwa ufalme wa Mungu hutoboi, sababu unaenda kufanya kazi na mtu ambaye si mchoyo. Au utafanya wewe mchoyo, utafanya kazi na mtu ambaye si mchoyo. Mtu ambaye is a giver and you're not a giver. How can you work together? Hey. Let's be realistic. Nimesema sasa. Time has come for us to speak the truth and shame the devil. All right? And set ourselves free. I'll give you an example. Brother, don't think those people are coming there because I'm special. They are coming there because God knows some money was spent elsewhere which was supposed to come here. He must get it now. Si kama ni uongo, si muulize brother baada ya service. Hata huyu kwanza ndiye wanasumbuliwa sana. Sana. Wewe niwaambie kitu kingine. I was supposed to spend $500,000 kupata approval. All right? $500,000 kupata approval. Si ndio? Si alikuja yule mwenye kupeana approval mwenyewe. Because sasa ile $500,000 simetumika hapa. Sasa anatoka wengine wapi? Haya akasema kama ni wewe mzee fanya hivi, kuja hapa. Akita maaskari wake akamwambia huyu mzee asisumbuliwe na mtu. Nimempa approval. Ndio jamaa alikuja kuambia mvae nguo za nani iko wapi? Mvae sijui nguo mpaka nilikuwa nimekuja kushikwa sababu mvae helmet ya mvae. Mimi nijuaje? Mungu alinigeuza, nilikuwa navuka town. Nikifika pale ferry, unajua hapo ferry hapo nikakuta kuna kajamu kadogo kwa kuingia kwa laini ya kuteremka. Matatu, matukutuku nini. Nikasema rohoni, acha nipige bautani niende kule chini. Ilikuwa ni 4:35. Nasema acha nigeuke. Sasa nimesema kukaa kwa laini, nigeuke nikasema niende hospitali. Nilipofika pale pa junction, nikaona gari imeingia wapi? Imeenda site. Nikifika site naona gari nyingine hapo, washateremka nao wanafuatana na hawa. Nikamwambia Mungu asante. Kumbe yeye umekuwa nigeuza sababu ya watu. Wewe hebu njoo brother, wewe njoo. Wewe si ndio mkubwa wao, wewe iko shida gani? Anamwambia basi kama tumesikia shida yako tutatimiza, nenda. Kawaita hao kwa vitishwa. Ya kila mtu lazima kesho akuje na unasikia? Kesho mtu akuja hapa bila nani ataniona. Ataniona. Anasema mzee usiwe mkali. Usiwe mkali mzee, ushasikia usiwe mkali. Sasa mimi natulizwa sasa. Yeye amekuja kuwashika, baada ya kuwashika ananituliza mimi. Na mimi nimewaka kwa kweli. Na nyinyi mwafa. Basi. Lakini sababu kwamba I'm telling you now, you serve God, God will serve you many times. Hallelujah. So, changamoto ya pili mmeipata ni gani? Tutafute ufalme na uingiwi hivi. Njia ni nyembamba. Ni kembamba kwa njia mpaka ungangane usukume, lakini ukiingia ndani ni raha tele. Shida ni pale kuingia tu. Tuulizeni sisi tulio ndani, tuulizeni. Ni raha tupu. Ukiwa ndani ni raha tupu. Ngangana tu uingie kidogo. Basi. Praise be to God. Hiyo ni changamoto ya naangalia lunch, kama ikiwa tayari nitawachia hapo. Changamoto ya tatu.